Tunaomba radhi sana jamii yetu hii, lakini hasa tukijua kwamba maeneo yale ni maeneo ya utalii na tunazidi kudhibiti sana. Tunaomba radhi jamii ituelewe katika hili, na sisi tunaahidi kwamba tutachukua hatua za kisheria kadiri ya miongozo yetu inavyotuelekeza. Sisi Wizara ya Elimu, baada kuona picha ile, tulifanya ufuatiliaji, na baada kufanya ufuatiliaji tukakuta kwamba kampuni ile ilisajiliwa, lakini pia tukakuta na ile shule tumeisajili. Kwa hiyo sasa sisi Wizara ya Elimu tuna taratibu zetu katika masuala ya wageni kuingia katika maeneo yetu ya skuli, na taratibu zetu zipo kisheria na miongozo ambayo pia kwenye ofisi ya mkurugenzi wanasimamia swala hilo. Mkurugenzi wa mrajisi, yani mrajisi wetu anasimamia swala hilo. Lakini pia vile kuna wadau wa elimu. Kuna kampuni moja inaitwa HEBU, HEBU. Kampuni hii inakuwa kazi yake kubwa ni kuwaelimisha wageni wote ambao si wa Zanzibari, wenye silka na hulka tofauti na za Kizanzibari, ili waweze kuingia katika maskuli yetu. Wanakuwa wanapata short training kwenye kampuni hiyo, ili kujua zile tabia tofauti za Wazanzibari wanapoenda kwenye shule zetu. Sisi kama wizara tunakemea vikali swala lile lililotendeka pale. Kufuatia tukio la kurushwa katika mitandao ya kijamii video au footage iliyotapakaa katika nchi yetu, ikiwa na maudhui ambayo si mazuri kwa maadili na desturi zetu hapa Zanzibar, iliyohusu kuonyeshwa kwa mnyama mbwa katika skuli huko Nungwi, ambapo watoto au wanafunzi wakionyeshwa kuwa wakimchezea yule mbwa ambao ni kinyume na desturi na mila zetu. Sisi Wakala wa Usajili wa Biashara na Mali Zanzibar, mwaka 2025 tulisajili kampuni iliyoitwa kwa jina la Tajido Company Limited, na kampuni hii ilisajiliwa ikiwa na majukumu au kazi za biashara 4. Moja, ilihusu utolewaji wa huduma ya vaccination, kutoa chanjo kwa wanyama ikiwemo mbwa. Lakini pili, shughuli zake ilikuwa ni kufanya usafirishaji wa wale wanyama kutoka point A kwenda point B, ikionekana kuna haja kwa yule atakayefika katika kampuni hiyo kupata huduma hiyo. Lakini tatu, iliainisha jukumu la kuchukua, yani malezi, taking care ya wale wanyama, hasa pale ikitokea miliki wa mnyama mbwa amepata safari pengine ya ndani ya Zanzibar au nje ya Zanzibar na anataka mnyama wake abakie hapa, basi kampuni hii imejisajili kuwa inaweza ikafanya shughuli ya kutake care wakati ule mwenye miliki anayemiliki mbwa kuwa amesafiri. Tanguliza kuomba radhi jamii, Wizara ya Elimu, warajisi wote wa taasisi zisizo za serikali na watu wote walioiona video zile ambazo zikasababishia taharuki, kwa sababu yale mambo kwa kweli yalikwenda kinyume na utaratibu na culture za Zanzibar. Lakini kama skuli tulifanya jambo bila ya uelewa mzuri na utaratibu. Pale kwa kweli tumekosea, na tunaomba serikali kwa jumla na wadau wa elimu kwanza watusamehe, kwa sababu lengo ilikuwa kutaka kuwafundisha wale watoto no brutality for animal, ili kuondosha ile watoto kupiga mbwa mitaani. Lakini kwa kweli hatukujua dhamira za yule mwenzetu, nafikiri, kwa sababu baadaye bila kuambizana yeye aliposti zile video na hatukujua itakuwaje nje. Kwa hivyo kikubwa zaidi naomba radhi kwa kila ilomgusa lile jambo, kwa sababu kwa kweli tumekosea, tumetoka nje ya utaratibu wa sheria za elimu na sheria za nchi. Na yote hayo nia yetu ilikuwa ni kujenga, lakini hatukuwa na utaalamu, ndio maana akatokezea yale.